10:45. 10:45 imeandikwa, na wale waliotahiriwa walioamini wakashangaa watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Umeona? Bwana Yesu asifiwe. Wale waliotahiriwa walikuwa wanafananishwa na watu waliookoka, maana wako watu ambao hawajaokoka na wako watu waliookoka. Kwa hiyo walikuwepo waliotahiriwa na watu ambao hawajatahiriwa. Sasa hawa waliotahiriwa wakashangaa na watu ambao hawajatahiriwa, nao wamejazwa Roho Mtakatifu, na walipoona wanamwadhimisha Mungu kwa Roho Mtakatifu wakashangaa. Kama vile unaweza ukawepo kanisani, akaja mtu kukata shauri, hiyo siku anakata shauri ananena na kwa lugha. Unabaki unasema yani huyu amekuja leo ananena kwa lugha, mbona mimi nimesali siku nyingi sijanena kwa lugha? Unabaki unashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Habari ya kipawa cha Mungu, habari ya karama ya Mungu, Mungu hana upendeleo. Mungu hana upendeleo kwa kila taifa. Biblia inasema mtu anayemwendea anapokea, maana kipawa kimeshamwagwa. Sijui kama naeleweka hivi, na wewe unaelewa? Bwana Yesu asifiwe. Na wewe unaelewa vizuri? Kipawa kimeshamwagwa. Sasa imebaki njaa na kiu ya kila mmoja wetu. Usipoachama huwezi kumeza. Ili umeze mpaka uachame. Sasa kuachama kwa kimungu ni ile ya kudai kwa Mungu, Mungu nijaze, Mungu nijaze, Mungu nijaze, Mungu nijaze. Mungu ni mwaminifu. Wakati mwingine, wakati watu wamezamia na Roho yupo anatafuta mahali pa kuingia, ni nzuri mtu wa Mungu usiwe hata na maneno mengi. Wewe useme Yesu asante, 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 asante. Utashangaa hiyo asante inakuwa nyingine. Au unasema haleluya, 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 haleluya. Utashangaa haleluya inakuwa nyingine. Lakini mambo haya ni njaa na kiu ya ndani. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu wa mataifa wasiotahiriwa walipoenda na Petro akafungua kinywa chake kwamba nimetambua Mungu hana upendeleo kwa kila taifa. Mtu amchaye Mungu hujidhihirisha kwake. Yani nguvu zilishuka. Zikishuka zinatafuta wapi zifanye makao. Wapi zifanye makao. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakajaa, wakafurika. Acha nikuambie kuhusu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anatusaidia kuduhamisha kutoka kwenye uvivu. Anatusaidia kututoa kwenye uzembe. Roho Mtakatifu anatuweka kwenye neno la haki. Anatuweka kwenye neno la kweli.
ili mtu wa Mungu uwe mtii, ni muhimu kujazwa. Na unapojazwa, yani ikija shida ambayo inachanganya, itakutesa sana, kwa sababu Roho Mtakatifu ni msafi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utasumbuka kwa ajili ya ule uharibifu. Wakati mwingine unapokuwa umejazwa, mimi nijisemee, mimi nilivyojazwa tangu siku ile ya kwanza. Ile siku ya kwanza wakati najaa na kunena kwa lugha, niliona yani ulimwengu umekuwa ulimwengu wa dhambi, na mimi ni mwenye dhambi. Sasa nahukumiwa kutupwa katika ziwa la moto, na uona moto kabisa wa jehanamu. Halafu naingizwa kwenye moto. Napoingizwa kwenye moto, naona naungua, nateketea, naisha kabisa. Kumbe ndivyo napondwa na Roho Mtakatifu ili niwe kiumbe kipya. Yani unakuja kumaliza maombi, unaona watu wote ndio wako wanakuangalia. Wewe ulikwenda kwenye mazingira mengine kabisa, na hiyo ili nifinyanga. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa kwenye kuomba, siombi Kiswahili, lakini nilikuwa nanena kwa lugha tu. Nikishafika ile saa ni kunena kwa lugha tu, kunena kwa lugha tu. Na niliamini nikinena kwa lugha lazima matokeo, na ndivyo nilivyo mpaka sasa. Nikinena kwa lugha najua hapa matokeo tayari, kwa sababu Paulo anasema yani unaponena kwa lugha, yani Roho anajijenga kutoka kwa Mungu na mawasiliano na wewe ndani. Kwa hiyo hii kitu ni ya muhimu sana kwa kila ambaye ameokoka. Ni muhimu kujazwa, ni muhimu kujazwa. Sawa, mtu wa Mungu. Haya, niseme ule mstari wa 38 sura ya pili, 38 sura ya pili, Matendo ya Mitume.